Je, kwa nini hilo swala usijaribu kumshirikisha mama kuliko kukaa nalo tu mwenyewe? Ungemwambia na yeye ili uone anakushauri vipi. Kwa kweli dada, hii hali inanifanya napitia wakati mgumu sana, kwa sababu somo la kwanza wala somo la pili datamu kunitokea usiku. Kuna wakati nashindwa hadi kuelewa, kwa sababu ni mama ambaye ananifanya napitia wakati mgumu sana. Kwa kweli sielewi dadangu, nashindwa hata nifanye nini. Sababu cha kufanya tumsubiri mama arudi shambani ili tukae naye umwelekeze, alafu tumsikilize yeye anasemaje. Basi sawa, nabidi tufanye hivyo tu, tujue itakuwaje. Haya basi, mimi ngoja niangalie vikuni hapo ili tuje kubandika mbaazi. Basi sawa, hamna shida. Nimetoka nyumbani kwa miguu yangu mpaka kufika hapa kwako. Alafu cha ajabu eti unanikataza mimi kutoka kuingia ndani. Hii imekaje kaja? Naila, wewe ndio unataka kunielewa mimi. Nishakwambia leo sijisikii. Leo sina mood ya kufanya hizo mambo. Na sio kwako tu. Kwa mwanamke yeyote yule. Yaani leo siko poa kabisa yani. Si unajua hivi vitu sio vya kuforce. Kwa hiyo ungenielewa tu. Kwa hiyo unanifanisha na mara zako, si ndio? Sina maana hiyo. Basi fanya kitu kimoja. Je, basi hata kesho jioni au hata mchana itakuwa free. Sasa sikiza nikwambie. Hapa afe kipa, afe beki, ndani na choma. Sasa kwambia sijisikii, mimi nataka kuwa muelewa. Kama wewe ujisikii, mimi najisikia na mimi ndo naitaka sasa. Wewe Naila. Sema sio kesi. Mtoto sikautaka. Japo siko poa sana. Ila nitaforce tu. Maana haina haja. Kwa HB napo kazi. Wapi hiyo kaka? Hapa naenda kwa rafiki yangu mara moja. Sawa. Alafu Zaiko alipiga simu. Alikuwa anataka kuongea na wewe. Wewe unataka kuulizia habari za shule tu? Maana jana alisema nataka kuongea na mwalimu. Kapiga muda sana? Hapana, sio muda mrefu. Sawa. Basi niachie simu. Kama atakuwa hapo okay, basi atakuwa kazini. Kwenye maisha kuna mambo mengi. Yapo mazuri na mabaya. Kwenye maisha kuna vitu vingi. Wapo wazuri na wabaya.